yani nimefurahi kwa sababu yani kiukweli kila siku panapokucha naona mabadiliko kwenye maisha yangu. Yani haitoshi kukushukuru tu. Nakuombea Mungu azidi kukubariki na azidi kukutia nguvu. Unajiona mwenye furaha, mwenye amani. Kifupi Mungu azidi kukutia nguvu. Nashukuru kusikia hivyo. Cheers. Mabaya nakupenda, sitamani kukuacha. Nguvu ya mapenzi yananisukuma, mikononi mwako niwe salama. Nguvu ya mapenzi imenitawala, moyo wangu wote umeshashikwa. Niwe salama, niwe wako daima. Nakupenda hata dunia ikinama, moyo wangu hauwezi kubadili njia. Nguvu ya mapenzi imenitawala kabisa. Japo mengi mabaya yanasemwa, sikusikia. Nimeziba masikio, nilijua nawe niko salama. Wewe washikaji zangu wewe. Mimi tangu nifike kwenye hii kampuni namuona bosi yuko oya sana. Bosi yuko oya sana, bosi yuko simple. Bosi hana noma, Bosi mtu wa watu. Mimi ni kitu kimoja tu kinachonifundisha kwenye hii kampuni. Kila mfanyakazi anapomaliza mwezi, pesa yake inaikuta kwenye akaunti. Ni tofauti na makampuni mengine. Makampuni mengine mnapomaliza kazi, mnaanza kusumbukia mishahara yenu. Oya wanangu, tuchapeni kazi. Vipi? Shwari wewe safi. Bora umekuja kutulia huku. Kwa sababu tumeshamaliza kazi. Au kuna gari jingine twende tukapakia mzigo? Hapana. Hamna gari iliyoingia. Kama hakuna gari lingine, kaa tuendelee na story zetu. Unajua bosi wetu huyu. Huyu bosi wetu huyu. Mwanangu hana noma ise. Yaani jamaa kalivyosema kwamba yuko oya kweli. Hana nene, yani hana nenge. Bosi wetu huyo ni mtu mzuri sana. Ana roho nzuri sana. Unajua hivi, unakumbuka juzi nilipokuja hapa kazini asubuhi, nikawa sina mood ya kazi. Sijui mnakumbuka? Mkaniuliza kwa nini mbona leo hauna mood? Nikamwambia kwamba mamangu ni mgonjwa. Nimekuja kuomba ruhusa ili nikamuuguze mamangu. Mnakumbuka siku hiyo? Sasa nikaenda nikamwambia bosi, naomba ruhusa niende nyumbani kamuuguze mamangu, ni mgonjwa. Keti mpenzi wangu, nimekusimamisha hapa nikiwa na lengo. Nina jambo moja la msingi. Ninahitaji kujua jana mchana ulikuwa umesimama na nani na mlikuwa na mazungumzo gani? Kipete, unajua swali lako ni gumu sana. Kwamba jana nilikuwa nimesimama na nani na tulikuwa tunazungumza nini? Siwezi kukumbuka. Kwa sababu nilisimama na watu wengi tofauti. Kwa hiyo sijui namzungumzia nani. Keti, hebu usijitoe ufahamu na usijizime data. Jana kwa macho yangu mawili haya hapa nimekushuhudia. Nimekuona ukiwa umesimama na huyu wanayemuita nani? Zakayo. Unaweza kuniambia Zakayo ulikuwa umesimama naye kwa lengo gani? Na ingali Zakayo tunamjua ana pesa. Zakayo anaweza kufanya chochote kile anachokitaka. Wewe ulikuwa umesimama naye kwa lengo gani na alikuwa umefuata nini kama sio pesa? Akasema ni mgonjwa Akasema sawa, haina shida. Kwa sababu mama yako ni mgonjwa, wewe nenda kamuuguze kwa sababu mama yako wewe ni sawa na mamangu mimi. Akasema haina shida. Nikageuka ile kupiga hatua ya kwanza, ya pili, ya tatu. Akaniita, akaniambia bana, shika hii pesa ukamtibie mama yako. Kuja ukute ile pesa laki.
laki kabisa, nachoma laki hapa. Ina maana bosi alikulipa kabla ya mwezi kuisha? Hivi mbona papala? Acha wenge, bado sijamaliza afu na dakia. Tulia kwanza, nimalizie story yangu. Sasa ile pesa ilivyonipatia, unajua niipokea huko na tetemeka. Laki mwanangu. Alafu mdaone kama sasa bosi. Hii pesa ulionipa ndio utanikata kwenye mshahara au vipi? Akasema hii pesa nimekupa wewe ukamtibishe mamako wewe, kwa sababu mamako wewe ni sawa na mamangu mimi. Kwa hiyo wewe ukamtibishe mamako wewe ili aweze kupona. Akasema asante. Niliondoka nikamtibisha mamangu akawa mzima. Mwanangu, huyu bosi wetu hanaga noma mwanangu. Hanaga noma ise. Nimewasikiliza mmeongea mengi, nimewasikia. Lakini huyu bosi ukitaka kuwezana naye, piga kazi. Usiwe regerege kwenye kazi. Ukiwa regerege kwenye kazi, hamwezani. Walikuwa wakina Kipeto, walikuwa wakina Ziba, walikuwa wanapiga kazi kwenye kampuni hii. Ukitaka mwende fresh, piga kazi. Maana hii sio sehemu ya mchezo. Wewe wanangu, tupige kazi mwanangu. Unajua hapa mjini, yani mji huu hakuna kampuni ambalo ni nzuri kama hii Uhakika Limited mwanangu. Yani ni uhakika kuanzia kwa wafanyakazi, viongozi, bosi mwenyewe mpaka na kwenye mshahara mwanangu, ni uhakika. Yani kama ni uhakika, ni uhakika kweli kweli, au sio mwanangu? Yani uhakika. Najaribu kujiuliza na kutafakari kwenye kichwa changu. Hivi ninyi wanawake mfanyiwe nini? Mtendewe nini? Ili mjue kwamba mnapendwa? Kwa hiyo wewe unahisi mimi ni malaya sana? Au nilivyokubali kuwa na wewe ukahisi naweza kukubali kuwa na mwanaume mwingine yoyote yule? Acha wivu Kipeto. Zakayo ni kaka yangu. Utakuja kufa na pressure. Unaona? Yaani bado unazidi kunidanganya. Kakako. Hivi ni kwa nini wanawake mmekuwa na majibu yanayofanana? Ni kwa nini? Why? Mmekuwa na majibu yanayofanana. Hivi unataka kunifanya mimi sina akili, si ndio hivyo? Unataka kunifanya mimi Zakayo simjui, si ndio hivyo? Kipeto, sipendi tugombane kwa mambo ya kijinga. Nimekwambia Zakayo ni kaka yangu. Ukitaka amini au utaki usiamini. Subiri kuona kwa macho kama Toma. Keti, labda nikukumbushe kitu kimoja. Mimi ndiye Kipeto, aka miguu ya swala tumbo la chula. Uwezo kandanganya kwa lolote lile. Moyoni najua. Kwa ndo naenda wapi sasa? Sitajari. Keti. Ukisema mabaya nakupenda. Sitamani kukuacha. Nguvu ya mapenzi yananisukuma. Mikononi mwako ni usalama. Nguvu ya mapenzi inanitawala. Moyo wangu wote umeshashikwa. Niwe salama, niwe wako daima. Nakupenda hata dunia ikinama. Joyce, unajua katika ulimwengu hayupo mwanamke ambaye ananivutia ninayempenda kama wewe. Yaani itoshe kusema tunakupenda Joyce. Basi sawa kama ni kweli. Ila nitaumia sana pindi nitakapogundua na mwanamke mwingine. Labda nikondoe wasiwasi. Zakayo ni mwanaume kati ya wanaume ambao hawana tamaa na wanawake. Kwa hiyo naomba niamini, please. Sawa, kwa kuwa umesema mwenyewe. Mimi nani nipinge? Jambo jingine ambalo natakiwa lifahamu Joyce ni kwamba wewe sasa hivi ni mke mtarajiwa wa bosi Zakayo. Kwa hiyo kuna misingi na utaratibu ambayo inatakiwa uizingatie. Misingi ipi tena hiyo? Mbona sikuelewi? Ni kweli. Yawezekana hujanielewa, lakini
kuna kitu kimoja nahitaji umwambie mama kuwa nataka muhame pale mnapoishi. Kwa hiyo mfikishie taarifa mama. Wakati wote mjiandae kwa ajili ya kuhamia makao mapya. Aise, yani nimeamini kweli mchumba wangu nanipenda. Unajua siamini. Moyo wangu wote umeshashikwa. Japo mengi mabaya yanasemwa, sikusikia. Nimeziba masikio, nilijua nawe niko salama, wewe ni kweli. Nini wewe? Simama huku, tembelea huku, twende. Ngoja kwanza. Yule jamaa yule alivaa kisuti cheusi, naye anafanya kazi hapa? Sio mfanyakazi, huyo ndio bosi wa godown hili. Ehe. Na huku unatoka wapi? Usinitumbulie macho na kuuliza unatoka wapi huku? Umeshaanza ujinga. Umeshaanza upumbavu. Sasa, nikitoka hapa, wale wako nikutangulie nyumbani. Mbuzi kafia kwa muuza supu. Unamaanisha nini? Nisikize nikwambie hivi. Mimi hapa nakuwa na vidonda vya tumbo. Yanisumbua kweli kweli. Sema nilikuwa sije kukuambia. Nilikuwa nakuomba kitu kimoja tu nisaidie. Ninakuomba turudi nyumbani nikale. Nikimaliza kula tu nije tuende na kazi. Kwa sababu nikiangalia pale ile gari lile linashusha mizigo mizito. Alafu na mimi sijala. Na ukiwa mfanyakazi mpya wanakupa mizigo mizito. Ninakuomba mimi nikale, alafu turudi na kazi. Hivi unamaanisha nini? Wewe si rafiki yangu kabisa. Na ulikuwa unatafuta kazi. Sasa si nimekuleta na kufanya kazi mimi. Hii sehemu niliyokuleta kwanza kuna usalama. Sawa? Hii sehemu mimi nimefanya kazi. Unanielewa? Hii ndio sehemu mimi ninayofanyia kazi. Ina maana naiamini sana. Si unanisikiliza vizuri? Nisikilize vizuri, Manamba. Hii kazi kwanza naiamini. Pia imenipa mafanikio mazuri. Kwa hiyo napokuwa nimekuleta hapa, nimekuleta sehemu nzuri tena yenye usalama. Kwa wewe unaisemea yule mfanyakazi sio mfanyakazi, yule bosi wa hii kampuni ya godown hii. Kwa wewe ninachokuomba, yani achana na swala la njaa. Angalia kwanza kazi. Baada ya kazi utapata kula. Sasa wewe mambo unatuingizia mara sijui mbuzi kafia kwenye supu, si kafanyeje? Kazi kwanza, alafu mwisho wa siku unakula. Ziba, nisikilize, usiolijua ni sawa sawa na usiku wa giza.